Mwenyezi Mungu amemlaani mwanamke mwenye kuunganisha nywele na mwenye kumvisha. Wewe leo unakwenda kuchukua nywele ya mahidi unamvisha mtu. Unamuunganishia nywele ya plastiki, unachukua uzi unamshonea. Ile nywele yake inaonekana kwamba ana nywele, kumbe ni urungo, hana nywele. Anaonekana kama nywele yake ni ndefu, kumbe ni uzi au mshonea yako. Mtu yoyote anayeunganisha nywele na anayemuunganishia, huyo ambaye anayefanya kazi ya saluni, hao wote wawili wamelaaniwa. Mungu azidi kuwasamea binadamu. Na mwanamke ambaye anayechora tattoo sehemu za mwili, mwenye kumchorea tattoo anaona hii ngozi yangu hii bado kuna walaki ndani yake, lazima nibadilishe. Akachora kwenye kifua chake, akachora kwenye mgongo wake. Na hasta kwa mwanamke inakuwa hasi, ni mbaya zaidi kuliko hata kwa mwanaume. Na mwanaume vile vile ndio mbaya, akionekana mbele yake haisemeki maana yake. Je, kwa mwanamke itakuwaje? Lakini alinamishwa, alimtananishwa. Na hole wake kwa mwanamke ambaye anayenyoa hizi nyusi zake na naye mnyolea hivyo hivyo. Kila kitu imewekwa mahali pake. Mungu anajua hiyo. Wewe umekwenda kubadilisha maumbile yake Mungu, ukaona hiyo nyusi ambayo Mungu alikupa haifai, ukaenda ukatoa. Hivyo hivyo ukakamata verni wala netre ukapakala kwenye makucha, kwa sababu unamkosoa Mungu.